Habari za michezo. Safari ya kufuzu kombe la dunia. Naam, hujambo na karibu mwanaspoti katika danadana za spoti, ukiwa nami dada wa Dimba. Mashindano ya kufuzu kombe la dunia mwaka wa 2026 yanaendelea kushika kasi, huku mataifa mbalimbali yakihangaika kupata nafasi kwenye fainali zitakazochezwa Marekani, Mexico na Canada. Mechi zilizopigwa jana na leo zimeleta matokeo makubwa yaliyobadilisha sura ya makundi na kuamua mustakabali wa baada ya timu. Tuangalie mataifa yaliyofuzu tayari. Uingereza walifuzu rasmi baada ya ushindi mnono wa magoli 5-0 dhidi ya Latvia. Qatar walihakikisha nafasi yao kwa ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Falme za Kiarabu UAE. Saudi Arabia walifuzu baada ya kutoka sare ya 0-0 na Iraq. Cape Verde waliandika historia kwa kufuzu kwa mara ya kwanza baada ya kucharaza Eswatini magoli 3-0. Hispania walionyesha ubabe kwa kuifunga Bulgaria magoli 4-0, wakihakikisha safari ya kwenda Amerika Kaskazini. Na tukielekea barani Afrika, timu ya Kenya Harambee Stars walipoteza kwa magoli 3-0 dhidi ya Ivory Coast, matokeo ambayo yamepunguza matumaini yao ya kufuzu. Mabao ya Frank Kessy, Yan Diamande na Amad Diallo yalitosha kuipa Ivory Coast alama 3 muhimu. Nigeria waliibuka na ushindi wa magoli 4-0 dhidi ya Benin, wakionyesha nguvu ya kutaka kurejea kwenye kombe la dunia. Tuangazie matokeo ya klabu za Ulaya. Ureno Portugal walitoka sare ya magoli 2 na Hungary licha ya Cristiano Ronaldo kufunga mara 2. Dominic Szoboszlai aliwapa wana-Hungary goli la kusawazisha dakika za lala salama. Ubelgiji waliwafunga Wales magoli 4-2, wakibaki imara kwenye kinyang'anyiro. Kombe la dunia la 2026 linatarajiwa kuwa la kipekee zaidi. Kombe la dunia mwaka wa 2026 linatarajiwa kuwa la kipekee zaidi, likiwa na timu 48 badala ya 32, jambo linalopanua wigo wa mataifa mengi kushiriki kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka duniani.